Nilipofanya research nikagundua kwamba au majaribu ambayo kila mtoto wa Mungu anapitia katika kuijaribu imani yake ni mambo makuu matatu, ambapo pia ukitaka imani yako isimame kila siku unavyoomba, na lazima uimarishe imani yako katika maeneo makuu mangapi? Matatu. Eneo la kwanza ambalo shetani huwa anawajaribu watu ni eneo la afya. Majaribu yanakuja kwenye eneo la afya. Eneo la pili ambalo tunakutana na majaribu ni eneo la fedha, finance, ama eneo la uchumi. Eneo la fedha ni jaribu kubwa. Unakuta adui akikukosa kwenye afya atakuataki kwenye fedha. Eneo la tatu ni eneo la mahusiano. Mahusiano yako na Mungu, mahusiano yako na ndugu, mahusiano yako na mme, mke, mahusiano na watoto, mahusiano na jamii, mahusiano na serikali, mahusiano na watu ambao Mungu amewainua kwa ajili yako, au mahusiano yake na wewe yatatashambuliwa. Kwa hiyo wakati unasoma neno, ili ushinde hivi vitu vitatu, unatakiwa uanze kutafuta ahadi za Mungu, au neno la Mungu limeahidi nini kwa habari ya afya, limeahidi nini kwa habari ya eneo la fedha, limeahidi nini kwa habari ya mahusiano yako na Mungu, mahusiano yako ya ndoa au mahusiano ya kawaida, mahusiano relationship. Usifikirie kwamba ni hali ya kawaida, sio hali ya kawaida. Sasa usipoelewa kwamba ni hayo maeneo matatu yanashambuliwa, utajikuta kuna wakati umekata tamaa na unaweza usimwamini Mungu tena. But once ukijua kwamba katika haya maeneo matatu yote nikiwa na ufunuo wa kuweza kushinda na kusimama kumwangalia Mungu na sio mazingira anasema nini, basi utajikuta unaenda mbele zaidi.